Lakini pia tumeongelea sana magonjwa yale ambayo kama wanavyosema in the future. Lakini tunasahau kuhusu sijui niwekeje, lakini nitarudi nyuma kwenye pombe, sigara na bangi, let's say. Kuna zile social effect ambazo zinatokea na huyo mtu ambaye yuko over dependence au anatumia sana. Kwa mfano kutokufanya kazi kama ilivyokuwa kawaida. Yani most of the time if you depend on those substances, hauwezi kuwa effective kwenye kazi yako. Si ndio? Lakini pia addiction. So nadhani pia unahitaji pia msaada. Wengine yani wapo ambao wanahitaji msaada. Tunaweza tukasema ni ujanja wa kishamba, lakini alishajaribu. Unajua wanasema usijaribu. Alafu amejaribu kuacha, anashindwa. Kwa nadhani tu ni tabia, anataka kuendelea. So wengine nadhani wanahitaji msaada. So nini tufanye? Nini kifanyike, sio? Yes. Sasa hapa unajua kubwa zaidi ni elimu, of course, kwa vijana especially, kwa sababu kama tulivyosema kwamba haya matatizo yameanza kuzidi zaidi kwa vijana, sio? Na natokana na hivi vitu. Kwa elimu kwa vijana sana, lakini elimu hata ikianza kuanzia kwenye ngazi ya familia, sio tu shuleni ama kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia hata kwenye familia, sio? Kwamba mama ongea na mwanao, eza wa kike au wa kiume, umweleze kwamba wazi hivi vitu vipo, utakutana navyo huko mitaani, lakini bana vina madhara, epukana navyo, sio? Hakuna kwa mfano kuna sehemu nishawahi kupita, afu mtu akaniambia wewe ndio mwanaume wa kwanza ambaye anywi pombe. Umeona hicho kitu? Anashangaa inakuaje mtoto wa kiume anywi pombe, sio? Sasa ukiona paka mtu anakuuliza hivyo, ina maana hii tatizo imekuwa ni kubwa sana kiasi kwamba yani abnormal inaonekana normal, sio? Hapo umefanya nikumbuke kitu. Ukimwambia mtu mimi sili pizza, sili burger, anashangaa kwa sababu wanadhani kula fast food, kula junk food ndio ujanja kuliko kula maboga, si unaelewa? Ndio. Au kwa mfano mtu amemaliza kula au hata kabla hajala anakunywa kwanza soda, sio? Anajiona kama vile mjanja kwanza badala ya kuanza na maji, sio? Kwa vitu kama hivyo, kwa mfano matumizi ya vinywaji vyenye sukari nyingi, na venye pia ni kundi lile tu, vitu ambavyo vina madhara mengi. Matumizi ya sukari sasa hivi yamekuwa makubwa sana. Watu wamekuwa wanywaji wakubwa sana wa soda. Soda zaidi ya 3-4 kwa siku. Hata juisi pia za matunda na zenyewe ambazo zimeongezwa sukari, sio? Na hizo zimeongezeka sana. Zimeongezeka. Na kiwali, sio, of course, badala ya kunywa juisi bora ukala matunda yenyewe. Au hata kama ukatengeneza juice usiongeze tu sukari, sio? Ukatumia juice ambayo iko plain bila, kwa sababu hata hivyo bado ni tamu, ina sukari ambayo ni natural, lakini ukiongeza tena nyingine added sugar, hiyo ndo mbaya zaidi, sababu sio kubwa sana kama hizo sukari za kuongeza. Ukitumia hapo una release insulin nyingi sana, ambayo mwisho siku ndio vile mtu anaweza gain weight ama akapata insulin resistance na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo ni afadhali ukala tunda lenyewe badala ya kutumia hata juisi, au badala ya kutumia juisi ambayo ukishindwa sana basi tumia juisi, lakini hiyo kidogo, lakini isiongeze sukari, sio? Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba yako mambo mengi ambayo yana matatizo, lakini uzuri ni kwamba ukirekebisha tabia na mtindo wa maisha kidogo tu, unaweza ukapukana nao. Matumizi ya pombe kupita kiasi, matumizi ya shisha na mashisha nini, ni ujanja sawa, lakini ni ujanja wa kinini? Wakishamba tu. Na mimi sijawahi kutumia shisha, niulize tu. Hivi anavuta lile dude kwa muda wa masaa mangapi? Yaani lini ndio maana afadhali sigara? Inategemea na uwezo wako. Kipisi kile mtu anafikia muda kimeisha. Shisha lile linaisha au hata ikiisha unaongezewa? Mimi mwenyewe sijawahi na namuomba Mungu katika kitu sijataka kujaribu ni hicho kwa kweli. Na kwa mfano kwa mabinti sasa hivi maeneo ya starehe ukienda, mabinti wanatumia sana shisha kuliko watoto wa kiume. Yani kweli. Yani mabinti unakuta mtungi unaisha, unawekwa mwingine, unaisha, unawekwa mwingine. Na nasikia hiyo inawakata sana vijana, kwa sababu unamuita mtoto mzuri, anakuja wewe unajua utamnunulia tu vitu nini zile 1 2 3, lakini anakuambia nataka na mtungi wa shisha. Na sijui ni shilingi ngapi. I wish ningejua bei ya mtungi mmoja. Nilimsikia kijana mmoja akasema unamuita mtu anataka na shisha, anataka na nini. So wanawake wamekuwa too much. Too much. Kwa hiyo lakini ni kitu ambacho kinaepukika kirahisi tu kwa kurekebisha tabia, sio? Kwa hiyo kama hujaanza kabisa, usijaribu kabisa, kwa sababu bana madhara yake ni makubwa, sio? Mimi ningewashauri tu vijana kutunza afya zao, kwa sababu mtaji wa kwanza
ni afya. Ya first capital ya everything ni afya. Kama hautakuwa na afya nzuri hauwezi kufanya chochote kile. So cha kwanza ni afya, kwa tuwasihi vijana wenzetu kutunza sana afya zao. Na hapo pia niongezee kiasi inatakiwa, yani tunatakiwa kufanya kwa kiasi, moderation in anything that we do kwa ajili ya kuendelea kutunza afya zetu. Sasa mtungi mmoja wa shisha sio? Ndani yake una sigara nyingi sana. Unajua mtu anaweza asijue sio? Lakini ndani una sigara nyingi sana kwa sababu zimewekwa tu kwenye kifaa cha umeme ambacho kinakuwa kinapushi ule moshi unakuwa unatoka sio? Of course imechanganywa na harufu fulani hivi, flavor na nini, kwa mtu anaweza kuona kama hapati moshi wa tumbaku ama sigara, lakini bado ni tobacco product ile. Lakini bado kemikali zile sio? Umenikumbusha vifaa fulani vinaitwa vapes. Achana tu na shisha za kwenda hadi huko. Kuna hivyo vapes sasa hivi. Wadada hasa ni wadada, wanaona ni ujanja, anatembea nacho, anavuta, anatoa moshi. So nayo hiyo imekuwa normalized kama ni kitu cha kawaida. Lakini ile ni sehemu hiyo hata watoto wadogo sasa hivi wa shule wanakuwa navyo vile. Lakini ule moshi unatokea wapi? Kile kidude, yani ule moshi nimeona hata mimi. Ule moshi unatoka wapi? Yani kule ndani kuna nini mpaka kinatoa moshi? Kuna kifaa cha umeme ambacho wanaweka tu ingredient mle, afya yenyewe inazichakata, inautoa. So nicotine ipo mule kabisa. Na iko very strong kuliko hata kwenye sigara ukisoma lebo zake. Na niliona pia matumizi yake wameandika na puff pale kwamba utapiga puff 10,000. Kuna puff 10,000 puff 50,000, lakini ni puff nyingi sana. Inaweza kutokana na puff. Kama ina puff nyingi na bei yake inazidi. Na bei yake inakuwa imechangamka kidogo. Sasa ubaya zaidi unakuja kwamba ikitokea kwa mfano ile nicotine na ile ingredient zikawekwa zingine ambazo pia ni highly addictive kuliko nicotine yenyewe ama tumbaku. Kwa sasa hiyo ni mbaya zaidi. Unaona? Sasa hatuwezi tukasema tukashutumu kwamba ni vitu gani vinawekwa, lakini imagine kwa mfano imeongezwa madawa ya kulevya mle ndani. Unaona sasa? Kwa unajikuta unaingia katika uraibu ambao hata kuja kuuacha kwenye ni mapambano haswa, sio rahisi na ukutegemea. Ile niliona kuna rafiki yangu ambaye alikuwa anatumia ile. Lakini yeye alidai kwamba alikuwa na matumizi makubwa sana ya sigara. Akamia kwenye vapes. Ameona kwamba ili aachane na sigara gharama, lakini pia anataka kuquit kuvuta. Kwa hiyo imebidi apate ile shisha. Ile vapes. Vapes sio? Anaona apate ile ili anadai anajitoa huko, lakini sidhani kama ni yuko sahihi. Kuna wengine kwa mfano anakuwa anatafuna babish fulani hivi inaitwa nicotine patches au nicotine gums sio? Lakini anachokitoa pale of course moshi ule ana bypass tu ile moshi na ule moshi anakuwa ameuepuka na amepunguza labda idadi ya kemikali ambazo zinakuwepo kwenye moshi wa tumbaku zaidi ya kemikali 7,000 ambazo nyingi zinasababisha kansa. Lakini bado zingine zipo. Na kwa mfano matumizi ya nicotine gums yamekuwa associated sana na kansa ya kinywa kwa mfano, kansa ya mdomo, hata kansa ya koo. Lakini nafahamu mtu aliyetumia hiyo ilimsaidia kuquit normal cigarettes. Ndio maana akasema kwamba ana transform madhara kutoka kwenye yale yanayotokana na moshi ule. Lakini anakuja kwa mfano issue kama lung cancer na nini anaweza kwa kiasi fulani kidogo amepunguza, lakini bado ameongeza riski nyingine sio? Kwa ni afadhali ukaacha kabisa kuliko kutransform kwenye hali nyingine. Lakini kama ndio njia ambayo kwako ndo the best ya kuweza pengine labda ndo route ya kwenda kuacha moja kwa moja, basi inawezekana ndo best solution kwa mtu sio? Ni kweli. Lakini tunafahamu kama mwili ni wa kwako na pesa ni za kwako. Lakini maamuzi ni ya kwako. Lakini pia ukipata madhara pia yanakuwa ya kwako. Ni bora kujielimisha na utatumia hizo pesa za kwako. Na utatumia pesa zako sio? Sawa.